Mpenzi mtazamaji, karibu katika Fresh News TV. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Nimekuwa hapa na mtangazaji mwenza ambaye anafahamika kama Subless. Karibu sana mtangazaji mwenza. Tuambie kwa majina yako, ukiangalia kamera, wewe ni nani, unafanya kazi gani? What's your aim, your mission, your vision? Karibu. Amen. So watazamaji wetu, kwa majina kamili naitwa Frederick, lakini jina langu ambalo tunatumia kwa jina la usanii nafahamika kama Subless, na nafanya kazi na Fresh News TV. Niko na mtangazaji mwenza mahali hapa. So aim yangu kama nilivyo mwenzangu alivyosema, natamani tuwe na malengo, yani tufikie mbali. Mungu aweze kutusaidia tuweze kuwa na channel zetu. Yani by the way, mimi ni reporter mtangazaji. Mimi ni reporter, nafanya reporting news yoyote ambayo natangaza vitu. Ndio maana channel yetu tunaita Fresh News TV. Tunatangaza vitu ambavyo ni vya reality. Na maana tukisikia intro yetu tunasema sauti ya ukweli na habari za kuaminika. Tunatoa kile kitu ambacho tunaona. Na hatutamani tu hapa, natamani kwamba kwa lengo moja ama kwa nafasi nyingine ama moja ama nyingine, Mungu atuinue viwango zaidi. Yaani Mungu aweze kutusaidia, tusikuwe tunaonekana tu hapa chini. Mungu aweze kutubadilisha zaidi na akaone, yani akaguse mtu akaweza kuona na akaweza kutusupport. Na kwa mfano yuko pale mtu yuko pale lakini si talent yake, but anajitamani sana kuwa kama wewe, ama wewe ndio role model wake pale. Saidia vipi mtu kama wewe? Naam, kwa ule mtu ambao unaweza kuwa uko pale nyumbani na unanisikiliza na ni kijana mwenzetu, kama unaweza kuangalia sisi bado ni vijana na unaweza kuwa uko na hiyo passion ama kuna tamani kukua kama sisi, ama tamani kuwa na talent kama hiyo, kama vile mwenzangu amesema, milango iko tayari, unakaribishwa. Usikuwa na talent kama hiyo na unaifichia tu pale nyumbani. Pia kwa wazazi, kwa ukiangalia tu mtoto wako anakaa kama ana talent fulani, uweze kusupport, kwa sababu zijua mtoto wako anaweza akakusaidia wapi. Kama sisi si kwamba tuliamka tu asubuhi tukaanza, tulianza chini, tunajifunza. Hata sisi wenyewe bado tunajifunza. So tunaweza kukukaribisha tu sasa, tunakukaribisha uweze kujoin pamoja na sisi na itakuwa ni baraka. Asante. Na swali lingine, changamoto gani ambazo unapitia katika utangazaji? Naam, mwenzangu, changamoto ni nyingi sana ambazo sana watu tunakutana nazo. Kwa mfano, unaweza kuwa unaona kwamba umetoa habari yako nzuri ukaweka pale TikTok ama pale YouTube, lakini badala ya watu wa kusupport, watu hao ndio kaanza kuchoma na maneno, mtu akaandika pale, yani katika comments. So inakuwa inaumiza, ama pengine unaona badala ya kusonga mbele unaona kwamba unaenda nyuma. Yaani ukiingia uone vile TikTok yako inaendelea, unapata kwamba iko chini, ama maneno ya watu wanakusukuma kwa sababu kwamba unakuwa unasikia uchungu nini na nini. Lakini mimi naamini kwamba wakati ambapo unakuwa unasikiliza maneno ya mtu waweze kufika mahali popote. So hiyo changamoto ni nyingi sana, maneno hivi na hivi, vikwazo hivi na hivi, lakini yote tisa tunamweka Mungu mbele. Na nilisikia kwa una channel YouTube talk show, unaweza waambia vijana ama kwa sinema? Naam, tuko pale YouTube, nilikuwa na mwenzangu ambaye ni talk show. Ukienda pale YouTube ukaandike tu Prince Fred TV, ukaweza kulike, ukaweza kusubscribe. Tunakuwa tunaongea kuhusu vijana, changamoto ambazo vijana wanapitia. Na katika mitandao ya kijamii Facebook, TikTok, Instagram nafahamika kama Fresh. Ukienda pale TikTok, YouTube, Instagram ukaandike tu Fresh News TV, tunapatikana mahali pale. Ukienda pia YouTube uandike Fresh News TV, tunapatikana mahali pale. Nilikuwa na mtangazaji mwenza. Kitu gani ambacho kilikuhimiza mpaka ukaanza kufanyisha hii kazi ambayo inajiita talk show? Naam, tulikuwa tumeketi, alafu tukakuwa vile, yani tumeketi tukafikiria, tukasema ni challenges gani ambazo ukiangalia kwamba jamii ama vijana wanapitia. Kwa hiyo kama unapata kwamba vijana huwa wanapitia challenges nyingi, unapata kwamba vijana wanakuingiwa, alafu kuna najadili ukapata kwamba kitu ambacho kinafanya vijana wanapotea sana ni kitu ambacho tunaita peer pressure. So tukakaa na mwenzangu hapa tukakuwa tunajadili, tukasema ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia vijana. Na ndio maana tukaandika hiyo talk show challenges ambazo na face youth, na tukaweza kudiscuss amani challenges pia ambazo pia sisi tunazipitia. So tulikuwa unaongea kwa ujumla ili tuweze kuwasaidia na vijana wenzetu. Maana tunapata kwamba kijana ako pale nyumbani na kitu ambacho kinampush ni peer pressure. Kwingine kuona kwa marafiki, kuona kwa ndugu zake, ama anatamani kufikia kitu fulani ambayo ni mambo na bangi hivi kuharibika. So ndio tukaweka hiyo talk show ambayo kinga pale YouTube iko, unaweza kulike na kucomment na kusubscribe. Na mwisho kabisa ningependa utoe shukrani kwa wale watu ambao wanakusubscribe, wanakusupport, wanakutia moyo, wanakuambia unaenda mbali hivyo. Unaweza waambia nini? Naam, kwa wale watazamaji wangu ama kwa wale ambao mnanifollow katika mitandao ya kijamii, TikTok, YouTube, Facebook, whatever, hata X media, niwashukuru sana, nitoe shukrani zangu za dhati kwenu. Niwaambie tu Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki, Mungu wa mbinguni azidi kuwatenda mema. Maana wakati ambapo unanisaidia mimi, pia na wewe kuna kwa njia moja ama nyingine
pia wewe Mungu anaweza kukusaidia. So wale ambao mnanisupport, wale ambao mnanitia moyo, mimi naweza kuambia tu Mungu wa mbinguni awabariki na wazidishie, maana tukiinuka sisi hata mnainuka nyinyi. Kwa wale ambao bado pia mjatufollow, mnaweza kutufollow Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, tuko katika mitandao yote ya kijamii. Mweza kutufollow, mweza kutulike, na kwa wale ambao mnatufollow ambao ni viewers wetu, niwashukuru sana, muendelee na moyo huo wa kutusupport na itakuwa ni baraka sana. Asante sana kwa muda wako mtangazaji mwenza, ikiwa hapa ndo mwisho ama tamati za mahojiano yangu na Subless. Nawapenda nyote subscribers wetu, viewers wetu. Thanks for the support. Nawapenda sana. Shalom.